Mimi nawaambieni ndugu zangu mnaonisikiliza hapa na wote mnaonitazama, ikiwa Mungu amepitishia agano fulani katika maisha yako, iwe ni agano la kuwa mbunge katika jimbo lile, iwe ni agano la kuwa mkurugenzi, iwe ni agano la kuwa mwalimu mzuri, iwe ni agano la kuwa daktari mzuri, specialist wa watoto wa wanawake, iwe ni agano la kuwa mwanasheria mzuri, uwe mwanadiplomasia mzuri, vyovyote vile, baki na Mungu, maana kupitia Mungu kuna kufanikiwa. Kwingine kote atakudanganya. Shetani hata kama akukumbatia akupige busu, atakuua tu. Hana mpango mzuri. Tena kwa taarifa yako, maumivu ya watu ndio chakula chake. Nione hivi uniache hivi hivi. Nimeona mengi kabisa. Nimewahi kukimbiziwa mtoto nikaachiwa mikononi mwangu hivi. Ghafla watu wamekuja kupupu wanafukuzana. Gari moja iko mbele, nyingine iko nyuma, speed kweli kweli. Niko ofisini, wanakuja mpaka kanisani. Mama ndio wa kwanza kutoka nje, anakimbia anakuja ofisini kwangu, amebeba mtoto anaendelea, miguu inapiga namna hii. Mume huko anapiga kelele, nirudishie mtoto wangu. Mama anawahi, anaingia, na mimi nimeshikwa na butwa, anashangaa kuna nini, ananiachia, anaambia mchungaji, shike mtoto wangu asife. Na mimi nachanganyika, kwani kuna nini? Mawazo yangu yasema hizi ni degedege, mpeleke hospitali. Alafu ndume inaingia, namtaka mtoto wangu, alafu wewe ni pastor. Hujapewa maelezo kwamba kuna nini. Umeachiwa na unakaona kanapiga miguu, na unakaona huku mate yameanza, alafu jamaa anakuja sema nipe mtoto wangu. Kwa akili yako inahangaika, unawaza mbona ni degedege, unajaribu kushika yuko sawa sawa. Mama anasema mchungaji, omba haraka sana. Naendelea kuhangaika, ni nini? Ananiambia huyu mzee anataka kumuua mtoto. Mimi nachukulia ni mambo tu ya kawaida, maana pia watu wakienda kupiga ramli wanaambiwa mambo ya uongo. Si mnajua hilo Tukaingia kwenye maombi ya haraka. Mimi huyu Mungu kwa jinsi ninavyomuelewa ni tofauti na wewe. Nikiwa na maana kwamba kuna saa unawaza mpaka hapa tuimbe wimbo namba 3 ndipo tuombe. Kuna saa wimbo namba 3 hauji. Kuna saa hata wazo kusema tupige magoti halitakuja. Ni kuongea na Mungu kama mnajadiliana. Huku naendelea na maombi, nimemshika mtoto, namsikia mtoto kama anapunguza. Sasa ile habari ya kupiga miguu, kanapunguza, na mtoto anatapika na ananitapikia wakati nimemshikilia namna hii, na baadaye kana hema, kametulia kabisa. Kako vizuri, kananitazama. Yule mama anazunguka pale ofisini kwangu, huku analia kwa furaha akimshangilia Bwana. Mimi nimeshikwa na butwaa, nataka waondoke nimuulize Mungu ni nini hiki ambacho kimetokea, lakini inabidi na mimi niwe jasiri wakati huo. Alafu nimemtazama yule jamaa direct, moja kwa moja, na yeye anaishiwa na nguvu kwa tukio ambalo limetokea. Ndipo anakuja taratibu, anaambia mchungaji, naomba tuingie ndani tuongee kama wanaume. Tukaanza kujadiliana, kanisimulia yote. Sitakwambia yote aliyofanya, lakini nikagundua yule mama hakuwa muongo. Ilikuwa ni sahihi kabisa. Mgogoro wote ulioko ni nini? Ni fedha. Wanataka utajiri. Inamfaa nini mtu kupata ulimwengu wote ukaipoteza nafsi yako? Kuna raha gani? Namshukuru Mungu, yule bwana tukaongea naye vizuri, akakubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na nakumbuka nilimbatiza mwenyewe, japo ilikuwa kazi kwa mama kumshawishi, maana mama anasema, pastor, hawabadiliki hawa. Nikakumbuka ya Paulo, alimpokea Yesu lakini bado waumini walikuwa wanamkimbia kwenye makanisa. Mungu atusaidie sana. Lakini nisiishie hapo. Yule mtoto ambaye ndio alikuwa na hizo changamoto zote, sasa hivi yuko form 5 kama sijakosea. Nadhani yuko form 5. Nafikiri ni form 5.